chachu penzi chachu mejifunza mengi. Utapeli kila kona. Utapeli utauona. Utapeli shule kama hujaisoma. Penzi chachu mejifunza mengi. Utapeli kila kona. Utapeli utauona. Utatapeliwa kama shule hujasoma. Nilikuwa na ndoto yangu ntunze familia. Mapenzi yapo na yang'ang'ania. Najiona kama mflimbukeni. Penzi chachu penzi langu chachu penzi la maisha mebomo. Yule nani yule? Bodaboda. Bodaboda eh? Yeah. Yaani bodaboda ndo mnashikana vile, mnaagana vile, si ndio? Jamani, yaani swala la msingi mimi hapa nilijua utaanza kuniuliza kwa ulikotoka mgonjwa anaendeleaje. Matokeo yako unakuja kuniuliza eti si yule nani. Wewe upo vipi? Hivi wewe? Ushaniona mimi sina akili, si ndio? Yaani nakuona kabisa mnaagana vizuri pale anakushika, alafu nikae kimya tu. Hivyo unanichukuliaje mimi wewe? Eti kwa nikae tu kimya kwamba unakuja sasa nasema tu sawa. Si ndio? Yeye nakuona kabisa mnaagana vizuri kabisa kama ni mbona sikuelewi? Jamani, kwanza unanisumbua. Hivi unajua kazi ya kuuguza mgonjwa ni kazi sana eh? Naomba nipite mimi hapo usinichanganye akili yangu. Nimebadilika na kuwa kama chizi sielewi. Huku na huku na zangu pilika. Nafika home bado hajapika. Najisi kama sijakamilika. Najiona nimekuwa limbukeni. Nilikuwa na ndoto yangu ntunze familia. Mapenzi yapo na yang'ang'ania. Najiona kama mflimbukeni. Penzi chachu penzi chachu penzi chachu. Vipi zako? Safi zako? Salama. Karibu. Asante. Unasikia hapa? Naam. Shinga? 3,000. Asante dada. Hai. Sema dada. Samahani lakini dada, ulifika salama? Nashukuru Mungu mdogo wangu, nilifika salama. Na nilikuwa na hofu. Mimi nasema asante kwa upendo wenu. Mungu azidishie, muwe na moyo huo huo. Mimi nataka nijue tu wewe yani ulifika salama, na nilikuwa na hofu toka siku ile. Sijakuona hapo tena. Mimi nipo. Karibu. Asante. Unajua kunitembelea siku yote ile kupiga story mimi ndo ofisini kwangu hapa. Hivi nimepafahamu nitakuwa nakuja kutembea. Usijali. Sawa karibu. Haya mdogo wangu. Asante, habari? Salama za kwako? Nzuri. Karibu. Aileen, tunaweza tukaongea kwa muda huu? Ongea tu. Karibu. Aileen, nimekuita hapa kama mdogo wangu, kama mwanamke mwenzangu. Aileen, kwa mambo nayo yafanya mama, jamii yote inayotuzunguka ninaona aibu. Aileen, wewe wakuja asubuhi mume wako amelala ndani kweli?
Ailini mume wako anatoka anaenda kufanya usafi chooni wapi, anaosha vyombo, wewe umekuja hapa asubuhi. Hebu jaribu kubadilika ndugu yangu. Nimewaza na kufikiria kwamba ili jambo nimuelekeze rafiki yangu. Badilika mama. Tabia hiyo sio nzuri. Jaribu kubadilika mpenzi. Yule ni mume wako. Muone huruma kweli? Kwa tabia hiyo umuone huruma? Ndio hayo tu mimi nilikuitia ili nikuelimishe kidogo rafiki yangu. Umemaliza? Nakuuliza umemaliza wewe? Hivi uko ndani kwako una kazi za kufanya? Nijua umekuja hapa unaniita umo ndani nimekaa na relax. Unaniambia vitu vya maana. Unakuja unaniletea upumbavu tu. Hivi kumbe na dada ujielewi Wewe una akili timamu? Sikia nikwambie wewe. Sawa Ukimkuta mume wangu anaosha vyombo, ukimkuta mume wangu ana deki, ananifulia nguo, na pia ukimkuta mume wangu hana deki chooni, hayo ni mapenzi mama upo? Muone huyu. Yamekuwa hayo Ailini. Kwa mambo mengine naomba wewe unafumba mdomo ukiyaona. Sawa Hayakuhusu. Au unamtaka mume wangu? Asante mama. Asante kwa matusi yako hayo. Kwenda huko. Mbona kama maisha yanasumbua hapa, watu wengi wako nje ya mkataba? Bosi, kitabi manager. Wewe mwenyewe unafahamu ugumu wa hii kazi. Najaribu kila mbinu kuwafanya watu wawe na wahi kuleta marejesho. Lakini ndio hivyo bosi wangu. Tuvumiliane tu. Hii kazi inakuwa ngumu. Kwa mfano mzee Bernard, Asha, Lazaro wote wako nje ya mkataba. Na kibaya zaidi watu wakiwa nje ya mkataba ndio chanzo cha kufilisi kampuni. Unajua hilo? Mimi nafahamu kabisa. Lakini mimi nikutoe wasiwasi, nikutoe hofu. Kampuni haiwezi kuondoka. Mimi nakwambia nitafanya kazi vizuri. Tena maarufu ya hii hapo. Yeye unajua kwamba unalipwa? Najua kama nalipwa. Ndio. Najua. Lakini bosi, wewe mwenyewe unafahamu kuna wateja wengine wagumu wabishi kuelewa bosi wangu. Ukiwaambia tena wanasema hatuna, nyamini hatuna. Mpaka mwisho siku bosi, juzi nimechangia nguo yangu bosi. Kwa sababu ya kumdai mtu. Ila bosi nakwambia sasa hivi ngoja ndio mpya watakoma. Sasa unafanya nini hapo? Watu wako nje ya mkataba bado na ninaletea maneno. Mimi nataka vitendo. Kazi nataka nione hapa. Lakini sio ni kazi. Kuna shida gani? Sitoa ripoti kama kuna shida. Tuongeze vijana wakusaidie. Sasa kama unasimamia nini sasa? Sikuelewi hapa ndugu yako. Nakupa wiki moja. Sitaki maelezo. Nakupa wiki moja. Hii kazi hawa ndio wao tayari wameshalipa hela. Bila hivyo sisi tutaonana wabaya. Sawa bosi wangu. Kwanza nashukuru sana ulipa hata hiyo wiki moja. Nitawanyosha. Hata usijali. Wewe yako macho tu bosi wangu. Kaka. Karibu mdogo wangu. Asante, uko poa? Niko poa, karibu sana. Naona fanya usafi kwenye mifugo hapo. Tuko tunapambana, si unajua tena ndio maisha yetu haya. Kweli. Tupo tunapambana na mifugo hapa. Blaza. Ndio ndio. Mimi bado ndo yangu na changamoto kaka. Pole ndugu wangu. Najaribu kuongea na mke wangu. Ndio. Anielewi. Nikimsogelea ili niongee naye ndo kwanza ananipandisha na nishusha. Nashindwa hata kuelewa kwamba mimi ni mwanaume wa aina gani, kwamba wanaume wote wanapitia changamoto ninayopitia mimi. Ananifanya mimi yani kulala kwangu usingizi ni changamoto. Nakula kama siri kwa ajili yake. Namwazia kila mara nikitembea barabarani namfikiria yeye. Siwazi chochote ila nawaza tu ndoa yangu ikae sawa. Lakini hiyo nafasi tu ya kuenjoy na mke wangu, kaka, mimi nimekosa. Pole sana mdogo wangu. Ila hata mimi sijakupigia simu ili kuelekeza. Nimeonana shemeji yangu barabarani. Niko natembea naenda zangu matembezini, naye sijui katokea wapi, tukakutana barabarani.
Aisee, majibu aliyonijibu mke wako. Hata mimi nikasema, huyu mdogo wangu anapata changamoto gani? Kama mimi shemeji yake ananijibu vile ananivua nguo barabarani. Nimeshindwa kuelewa kwamba mtoto ana matatizo gani na ni kwa nini ananijibu hivyo. Lakini mdogo wangu, mimi nikwambie jambo moja. Endelea kuvumilia kwa sababu yule kadhaliwa tofauti na wewe. Amepata makuzi mengine kwa alikotoka na wewe umepata makuzi mengine kutoka kwa wewe. Kwa hiyo uwe mvumilivu. Wanawake wote ni wasumbufu sana, ila nimejiuliza sana mpaka nimekosa majibu. Kwa nini ananijibu hivyo? Kama mimi shemeji mtu ananijibu hivyo, nimeshindwa hata kumshauri. Ningekuja kwako kukwambia kwamba yule mwanamke ananifanyia hivi, lakini ungeniona mimi muongo sana. Na ni kweli. Ungeniona kwamba huyu mdogo wangu anazingua. Lakini angalia mpaka wewe anakujibu vibaya. Hivi kweli huyu mwanamke kabisa anafaa kuwa mke, yani wa mimi sasa, kwamba anaongozana naye barabarani kumbe anawafanywa na watu baki, anawajibu anavyotaka yeye. Hivi naleta picha nzuri kwa jamii? Hapana, anafaa tu. Wewe ishi naye tu. Kuwa mvumilivu mdogo wangu. Vumilia tu. Zile ni tabia tu za utotoni. Ataacha tu haya mambo. Kuwa mvumilivu mdogo wangu. Blaza, usione watu wanapita barabarani. Kuwa mvumilivu, hata sisi tunapata changamoto kama ijapo kwamba hata mimi nimeumia sana kwa maneno yake aliyozungumza siku ile. Vumilia. Sawa kaka. Nakuomba mdogo wangu. Kuwa mvumilivu. Siwazi, ila nilitamani itokee ninavyowaona wengine wanavyoenjoy na ndoa zao. Nitamani hata mimi ni enjoy vile vile, lakini hiyo nafasi naikosa. Lakini sijui inakosea wapi. Hapana, changamoto ni za kawaida, ni mapito yanapita. Lakini na imani utafika tu mahali pazuri. Mwacha cheza, atakapofika mwenyewe atatulia tu. Uwe kwa mvumilivu. Kwa sababu haya mambo yana mwisho. Mimi nimetoka nyumbani, nilikuwa nafika hapo mbele. Ndio. Nikaona nilivyokuona kakaangu hapa, nikusalimie, tuongee mawili matatu. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Basi sikusindikize, lakini mdogo wangu bado niko na wewe endelea tu na usafi. Na pambana. Sawa. Karibu sana. Asante. Ndoto yangu nitunze familia, mapenzi yapo na yang'ang'ania, najiona kama mflimbukeni. Ndio hivyo shoga yangu. Yaani yule mwanaume sio mwanaume kabisa, ni mbwa kama mbwa wengine. Na haikuishia hapo, si nienda kijijini? Ndio. Mimi amenipa ujauzito, nimemkuta huko amempa mdogo wangu ujauzito. Sasa wewe niambie, huyo unaweza kumuita mwanaume kweli? Hapana shoga yangu, kiukweli tu sikushauri. Hapo shoga yangu, nimeamini asiyefunzwa na mamaye ufunzwa na ulimwengu. Ule msemo uliposemwa hakukosea. Mimi na mdogo wangu tulikubali kusema tuishi na yule mwanaume. Mungu wangu. Lakini alichokuja kutufanyia, alitubwaga wote. Akatukataa. Kwa unaweza kaniambia wewe ni mwanaume? Hapana shoga yangu. Lakini hata hivyo nilisikia kuwa yupo hapa mjini. Na nasikia ameoa. Ameoa? Ndio. Kweli mfadhili mbuzi utamnywa mchuzi. Lakini ataachwa tu kama tulivyoachwa sisi. Ni kweli shoga yangu, lakini hata hivyo sema tuachane nayo kwanza. Ila hata mimi pia nimeolewa, sikukwambia hilo. Nimeolewa shoga yangu, sawa? Umeolewa? Nimeolewa. Hongera shoga. Asante, nashukuru. Sasa naomba niwahi nikapike. Si unajua tena. Kwaheri. Ndoto yangu nitunze familia, mapenzi yapo na yang'ang'ania. Samani, unaitwa nani hivi? Mimi naitwa Emmanuel. Emmanuel? Ndio. Mzee wangu bwana, unaonekana hapo na deni. Sawa. Jana hujaleta marejesho. Na leo umechelewesha marejesho. Kwa hiyo ukijumlisha pamoja na faini jumla shilingi 5,000. Kwa hiyo mzee wangu hapa nipe 5,000. Baba, nasema asante kwanza kwa kuja kama umepata usumbufu. Ila naomba nivumilie kutokana na hali ya maisha ilivyokuwa ngumu.
Najua kabisa nilikuja kwako kukopa, lakini hali imenitaiti. Nitakulipa pesa yako. Mzee, penzi chachu, penzi chachu, penzi chachu, penzi penzi chachu, penzi chachu, penzi chachu, penzi. Moyo kwa huku unahuzunika, machozi kwangu yanabubujika, na mke wangu ndo amebadilika, na kuwa kama chizi sielewi. Huku na huku na zangu pilika, nafika home bado hajapika, najisi kama sijakamilika, najiona nimekuwa limbukeni. Nilikuwa na ndoto yangu nitunze familia, mapenzi yapo na yang'ang'ania, najiona kama mflimbukeni. Penzi chachu, penzi chachu, penzi chachu, penzi penzi chachu, penzi chachu, penzi chachu, penzi. Kunywa kuvuta yote ni kwa ajili yako, naonekana lofa mtani, naonekana mimi sifai, yote ni sababu yako. Usaliti, usaliti, kupowe kusalitiwa, nilimpenda moyo kwa dhati, ndo huyu tena angalia. Penzi chachu mejifunza mengi, utapeli kila kona.